lakini sasa hivi haipo hivyo tena. Huku upande wa pili tunakutana na huu mshikaji anaitwa Toju, yupo na mpenzi wake anaitwa Brandi. Bibie kila siku anaomba pesa, mara ya kusuka, mara nguo, na ukizingatia mchizi hana kazi, na kama ikitokea mshikaji hana, bibie anawaka kabisa. Toju akamwambia, hivi huoni ninavyohangaika kutafuta kazi, au unadhani pesa wanachuma tu juu ya miti? Brandi akamwambia, hebu nikikuombaga hela, sina hela sijui nini, utafikiri na kuombaga hela nyingi. Mchizi akasema, kwa hiyo uombage hela nyingi wakati kila siku umekuwa ukitaka vitu vya gharama tu, hata ujali ni jinsi gani nahangaika kupata zile pesa ninazokupa. Brandi akamwambia kuwa yeye ni wa gharama, so hao wanawake wa kawaida tu, hivyo inabidi apambane. Huku upande wa pili madogo leo wameamka wanataka kufua nguo zao. Wakaja kucheki washing machine. Kwani unafikiri hata wanajua kuiwasha? Yaani kila kitu walikuwa wanafanyiwa. Si unajua walikuwa wakishua. Wakaanza kuipondea mashine yenyewe kuwa ni chafu. Mama yao alivyotoka akawaambia kuwa mashine ndo hiyo. Kama mnaona ni mbaya tumieni mikono yenu. Muangalie huyo Zara sasa sura yake. Mida baadaye akawaleta jikoni wamsaidie kupika, lakini ndo kwanza wanamuangalia. Melody akasema, mama, inabidi tupate wafanyakazi hata 3 wao wanatusaidia kupika, tufanye usafi, tufue, si hatuwezi kufanya hayo mambo. Mimi nadhani wangekuwa 4 ndo wangetosha kabisa kufanya kazi za hapa ndani. Mama yao akawaambia, leo mtajifunza kupika hapa, msiletee kabisa masiala. Kisha akaenda kufunga na mlango. Asubuhi anaenda kazini, wanamuuliza kama tayari ameshawapikia chai. Akawaambia, nyinyi ni watoto wa kike, mnaweza mkaingia jikoni mkajipikia. Asa mama, si hatuwezi kupika, kuwasha kwenye moto hatuwezi. Mama yao alivyoona bado tu anaendelea kulalamika akaondoka zake, yaani hadi wanyooke. Zara akamwambia Lela, nenda basi katengeneze chochote tule. Kwa nini usiende kujipikia mwenyewe? Yani mashindano tu. Mida baadaye njaa ilipowakuna vizuri, ikabidi wenyewe watafute jiko liko wapi. Wakawa wanasakiziana, kila mmoja anaogopa kuwasha jiko. Zara anamuelekeza mwenzake huku amesimamia mgongoni. Mida baadaye mama yao anarudi, anawakuta wamelala wamechoka kishenzi. Mida ile walivyokuwa wanajaribu kupika walishindwa. Waliishia kuunguza vitu tu. Yani madogo walilelewa kimayai kiasi kwamba hawawezi kufanya chochote. Kesho yake Vivian akakutana na huyu shoga yake hapa anaitwa Alinola. Akawa anamwambia kuwa aache kabisa kuwadekeza wale watoto, kwani huu ndo muda wao sahihi wao kujifunza kufanya baadhi ya kazi. Tofauti na hapo itakuja kuwa ni changamoto pindi watakapokuja kuwa wakubwa. Vivian akamwambia, najaribu kufanya kila kitu kwa ajili yao, lakini bado wamekuwa ni wasumbufu. Ndugu wa Viola aliendelea kumsihi kuwa so wa Viola ni Arinola. Ila Mbosso mbona Viola? Basi bana Arinola aliendelea kumsihi sana wadhibiti watoto wake. Mida ya usiku baada ya Vivian kutafakari kwa kina, akaona kuna haja ya kupata house help, yani mfanyakazi wa ndani. Basi akaokota simu kisha akaposti mtandaoni kuwa anatafuta mfanyakazi wa ndani ambaye atakuwa anapika, kufua, kusafisha jiko, lakini pia akubali kuishi pale pale kwa ajili ya kuwamanage mabinti zake. Kweli mzee, tangazo liliruka duniani na moja ya watu walioliona ni huyu hapa Brandi. Basi hapo akamwambia mpenzi wake Toju, akamshauri kuwa angeenda tu akajaribu kufanya kwa sababu yuko vizuri sana kwenye swala la jikoni. Mchizi akamwambia, asa mimi na maswala ya kazi za ndani wapi na wapi. Bibia akamwambia ni bora kuliko kukaa tu hapa ndani, na isitoshe mshahara wake ni mzuri. Toju akaona basi sawa. Kweli mzee, kesho yake mchizi aliibuka hadi mjengoni, maana bibia aliweka na address kabisa. Akajitambulisha kuwa yeye ndo atakuwa chefu wao mpya. Hivyo wanavyomwangalia sasa. Zara akauliza, anajua kupika kweli huyu? Na hapo hata kusalimia hawajasalimia. Hapo akatokea mama yao. Kwa kuwa tayari walishazungumza, akampeleka jikoni akapike ili aweze kuona ni kweli anajua kupika au vipi. Kweli mzee, vitu tu anavyovihitaji pale jikoni vikatosha kabisa Vivian kuamini kuwa huyu ni mpishi.